Baba, asante kwa ajili ya yale uliyotutendea na unaendelea kututendea. Mungu, ungeweka sekretari, ni nani angetuchagua? Pengine angeanza kuangalia umaarufu, elimu na kila alichotaka, tusingepata nafasi. Lakini kwa sababu hujaweka sekretari, ni wewe mwenyewe. Asante Mwokozi kwa ajili ya maisha yetu. Asante Mungu, asante Bwana Yesu. Umegeuka faraja kwenye maisha yetu, umegeuka ushindi kwenye maisha yetu, umetusaulisha masimango na matusi, umetusaulisha aibu yetu Bwana, unatusaulisha maumivu ya mioyo yetu Bwana. Unatutafuta Mungu kutusogeza karibu na wewe. Asante Mungu, asante Mwokozi, asante Mfalme wa falme, asante kwa kututegemeza, asante kwa kuingilia kati safari yetu ya imani, safari yetu ya imani Bwana. Ni nani angetutazama? Ni nani angetuhitaji? Ni nani angetuchagua? Ni nani angetazama maombi yetu? Ni nani angejibu maombi yetu Bwana, isipokuwa ni wewe Bwana? Ushukuriwe kwa yote uliyotenda. Libarikiwe jina lako Bwana, litukuzwe jina lipitalo majina yote Mfalme, katika jina la Yesu. Maisha yetu Bwana, tulikuwa tunabubujika machozi ndani, lakini sasa tunabubujika furaha moyoni. Asante, asante Yesu, asante Mkombozi. Kifo cha msalaba kimeleta thamani, kimeleta thamani kwenye maisha yetu, kimeleta thamani, kimeleta thamani Bwana. Asante Mungu wetu, asante. Sema amen. Naomba tuendelee. Tukiwa tumeketi, unajisikia kumwita Mungu, mwite. Hujakatazwa, hujakatazwa. Somo letu la leo linazungumza Mungu huwainua wanyonge watiifu. Mungu yani kuvunja, inasema hivi, somo letu linasema kuvunja kizuizi, kuvunja kizuizi cha mafanikio yako. Somo letu la leo au title, kichwa cha habari kinasema kuvunja kizuizi cha mafanikio yako. Kuna mambo kadha ya kujifunza katika kitabu cha Isaya, sura yake ni 55. Tunajifunza kuona habari njema kutoka kwa Mungu aliye hai. Hivyo nikukaribishe uwe huru kusikiliza maneno ya Mungu ambayo ameandaa kwa ajili yako. 45 na mstari ule wa kwanza nitasoma. Hayo ndiyo Bwana amwambiaye Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili
kufungua milango mbele yake, hata milango haitafungwa. Mstari wa pili, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paluza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana Mungu nikuitaye kwa jina lako, kwa jina la Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu. Nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa. Naomba niishie hapa basi, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nataka ni twende vizuri na kuwa makini sana. Ukifika kanisani, simu yako izime, kwa sababu inaleta, weka kile kindege kile silent, kwa sababu isije ikakuletea kizuizi. Kuna mambo kama 7, lakini kabla sijazungumzia mambo 7, naomba nizungumze kuhusu Koreshi. Ni mfalme ambaye ametawala miaka ya 500 kwenda 600, ndipo alipotawala katika nchi ya wapi? Ya Babeli. Wakati huo yeye akiwa ni Muamedi, kwa sababu kulikuwa na mataifa mawili Babeli, yalikuwa yanaitwa Wamedi na Wajemi na wengine wengi, lakini mataifa yenye nguvu ni haya. Hata wakati huo yeye anapokuwa ni mtu ambaye yeye hamjui Mungu. Biblia inasema ya kwamba wakati huo yeye ambaye ni mfalme Koreshi, moyo wake ulielekea kumsikiliza Mungu. Babeli, kwa nini tunataka kusema Babeli? Kwa sasa ni nchi ya wapi? Ya Iran, ambayo ina vita na migogoro mingi. Na hii nchi ndiko Abraham alipotoka. Zamani ilikuwa inaitwa Uru wa Karidayo. Sasa na hii nchi ni kubwa katika nchi za Mashariki ya Kati. Hii ni nchi ya 3 kwa ukubwa, ni kubwa. Irani ya sasa hivi, naomba unisikilize vizuri ili upate kitu cha kufanya. Irani ya leo, tunapozungumza leo, ni Irani. Zamani iliitwa Babeli, Babilonia, majina mengi, lakini hapa ndipo ambapo anakaa mfalme wakati wa Koreshi. Koreshi anakuwa mfalme. Neno Koreshi maana yake ni nini? Tunasema jua, yani Kibabilonia ni jua, lakini Kiebrania ni kitu ambacho kinaitwa mchungaji ama mkulima. Yani vyote walikuwa wamenyambulisha namna hiyo. Jina Koreshi tu peke yake. Hata nataka nikulete kwenye maana maalum. Koreshi, Mungu anapomuita masihi wake, anasema haya ndiyo Bwana kupitia kinywa cha Isaya. Haya ndiyo Bwana mwambiaye nini? Mfalme Koreshi masihi wake, tazama nimekushika mkono na kukutangulia. Anapozungumza habari ya kumshika mkono wake, alafu aende mbele yake na kutiisha mataifa mbele yake, alafu na kulegeza viuno vya wafalme, ili kuvunja milango ya shaba, kuvunja makomeo ya chuma, apate kumpa. Hili neno ni neno limedhihirika. Yani nchi ya Irani au Babeli wakati huo, Mungu alimpa uwezo wa kutawala dunia yote, yani pembe 4 zote za dunia. Mfalme aliyetawala na kuwapiga na kuwashinda watu dunia yote ikiwemo Tanzania alikuwa mfalme Koreshi. Kwa nini? Kila nchi ilikuwa na marais, ilikuwa na rais wake. Lakini nisikilize, huyu alisema nitakwenda mbele yako na kulegeza viuno vya wafalme, mataifa niatiishe kwako. Na kweli alitiishwa. Kila mfalme alisarenda mbele za Mungu wa Koreshi. Kwa nini? Mungu alimshika mkono Koreshi, akaenda kuwapiga mataifa dunia nzima, akampa Koreshi kutawala dunia yote. Kwa nini? Ameshikwa mkono na nani? Na Mungu aliye hai. Sijui kuna watu wananielewa. Unajua kuna watu wanajihukumu. Naomba unisikilize, acha past yako jana iwe juzi umefanya nini, acha. Na watakatifu hatuhesabia jana, tunahesabia mapya. Umeona
Yaani tunataka mapya, hatutaki ya jana. Jana acha ipite na mambo yake, na sisi tuendelee na kazi zetu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa hiyo kuwa makini kusikiliza neno la Mungu. Hapa anasema nitakwenda kuvunja milango. Naomba niseme mambo saba. Jambo la kwanza, Mungu huinua wanyonge watiifu. Unajua kuna mtu ni mnyonge lakini sio mtii. Kuna mtu hana lakini sio mtii. Kuna mtu hajajitegemea lakini sio mtii. Jambo la kwanza, Mungu anawainua wanaotii na kunyenyekea, hata wainua. Niseme hayo kwanza kabla sijaendelea. Na katika hili naomba ulitafakari. Nimesema ni mambo saba ambayo tunaenda kujifunza sasa. Na jambo la pili, kukubali uongozi wa Mungu kwenye maisha yako. Hilo ni jambo la pili. Kukubali uongozi wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa nini? Hata Yesu Getsemani anasema mapenzi yako yatimizwe, sio yako. Maana anakubali, hata kama alikuwa Mungu, ana uwezo, anakubali uongozi wa baba yake kwenye kila jambo. Na hata mwisho msalabani anasema Baba, wasamehe, lakini mikononi mwako naiweka roho yako. Maana yake alikubali uongozi wa Mungu. Jambo la pili ni kukubali uongozi, uongozwe na Mungu. Yani Januari to December, forever, yani milele yote uongozwe na Mungu. Jambo la tatu, Mungu huondoa kizuizi cha mafanikio yako. Kizuizi ni anasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Umeona? Mnisikia vizuri? Yaani Mungu ukitimiza hayo, jambo la tatu, Mungu anaenda kuondoa kikwazo cha mafanikio yako. Naomba unisikilize vizuri, utapata nafasi nzuri. Jambo la nne, kabla Mungu hajakuinua, kwanza anatoa nini? Anatoa maelekezo ili akuonyeshe njia ya mafanikio ya kupita. Kwa sababu kuna vitu vinapoteza muda. Lakini kama Mungu amekwambia chukua njia hii, elekea Mbezi Magufuli, maana yake kuna mafanikio kwenye hiyo njia. Hilo ni jambo la nne, kwamba Mungu kabla hajamuinua mnyonge anamuelekeza, kama anavyosema Koreshi, mimi nitakwenda mbele yako, sawa, na kusawazisha mahali palipo paruzi. Alafu nitaenda kuvunja, kwa kwanza kulegeza viuno vya wafalme. Maana hakuna mfalme duniani anayeweza kupigana na Koreshi. Hiyo ni njia ya Mungu. Kabla hajaongozwa na Mungu, na kabla hajapata uongozi wa Mungu, na kabla Mungu hajasema naye, Koreshi alikuwa kama kawaida, sawa mimi na wewe. Lakini alipomwelewa Mungu, akatawala dunia yote. Sijui mnanisoma vizuri? Yanaenda vizuri ili unielewe. Hili ni jambo la ngapi? Jambo la nne. Kwamba kama Mungu kabla hajakuinua, lazima atoe maelekezo, atoe uongozi, kwamba okay, umekwama. Baba yako na mama yako hawakwenda sawa na kile nilichokitaka, ila kama wewe uko tayari Koreshi kunisikiliza na kunifuata, nitakwenda mbele yako kupasawazisha mahali panapokuwa kikwazo cha maisha yako. Ili ni jambo la nne. Jambo, kabla sijaenda hilo jambo, nataka niseme, unajua maisha yetu tuliona, neema ya Mungu ipo, kabla hatujazaliwa zilikuwepo. Ila nitakwambia tano anasema hivi, anasema mali
zimewekwa duniani, lakini limewekwa chini ya ulinzi. Madam, una simu yako? Simu nayo ina password? Haina. Kwa nini umeweka password? Mali zimefichwa. Sawa. Engineer, una simu ina password? Haina. Kwa nini umeweka password? Sawa. Piga makofi kwa Yesu kwanza nikwambie kitu. Mali zimefichwa na zipo duniani. Hata ukiomba upige sarakasi, Mungu hawezi kuzitoa juu, atakupa zilizoko duniani, ila ziko kwenye ulinzi mkali sana. Wanaoweza kunielewa leo wataondoka na kitu cha baraka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Pungia mikono yako kwanza nikuone, changamka moyoni, kwa sababu kuna kitu unakwenda kukiona. Hili ni jambo la tano, kwamba mali zipo zimewekwa kwenye ulinzi mkali na zipo duniani kabla tujazaliwa. Yaani zipo, lakini zimewekwa kwenye ulinzi kwa watu wenye nguvu sana duniani, watu wenye ulinzi mkali sana duniani. Kuna kitu kinachoitwa password. Hata ukienda benki lazima kuwe na namba ya siri, password, na ni vitu vingi. Lakini ukienda sehemu zenye fedha, kuna majeshi yanalinda. Yaani mahali penye mafanikio kuna majeshi yanalinda, lakini mahali pa madini kuna nyoka zimekaa na miamba pia. Yaani kama kuna mtu ananifuatilia leo, hakika kuna kitu unapokea kwa jina la Yesu. Sasa kwa nini Mungu asimwambie Koreshi, tega sikio kwangu nikuonyeshe cha kufanya? Na wewe ndio Koreshi leo, ungetega masikio ili Mungu akavunja hata hiyo password ya engineer, alafu uchukue vilivyoko ndani yake. Samani, ni kwa mfano, for example, tunakwenda pamoja. Ni kwa mfano. Sasa tunataka kwenda katika hali ambayo inatusaidia. Na jambo la sita, unabii ni sauti ya nani? Ya Mungu. Anamtumia Isaya kuzungumzia jambo hili. Naongea haya alafu tukasome mistari. Na jambo la mwisho ambalo ni nini? Ni la saba. Na kabla sijaenda la saba, naomba niseme, kama unabii ni sauti ya Mungu, sikiliza kwa makini sana. Saba, giza ni hatari kwa kila mtu. Ndio maana nasema mali iliyofichwa gizani nitakupa. Ukitaka leo, ukienda benki unakuta mtoto umeshikiliwa, hilo ndio giza. Ukizingua unakula shaba. Unaona hatari yake? Twende vizuri. Ukizingua unakula nini? Unakula shaba. Kwa nini? Ni eneo lenye mafanikio. Kwanza ukifika simu yako unapopiga, usirushe mikono yako, maana yake panalindwa. Hiyo ni giza. Hata ukienda leo benki, kweli kumekucha na taa zinawaka, lakini ni giza. Kwa sababu huwezi kupokea fedha ya utoshelevu pale. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kama naongea kuna watu wanasinzia, basi poleni sana. Naomba tusome maandiko hapa. Biblia inasema habari za Koreshi, lakini naomba tuhamie kidogo katika kitabu kile Wafalme wa pili, sura yake ni ya 7. Naomba unisikilize kidogo. Hapa tunapotaka kufanikiwa, usione niko naendelea na huduma hii. Naomba nishuhudie kidogo kabla sijaenda kwenye hilo. Mimi Mungu amenisaidia kwenye miaka ya 2008. Kweli nimeokoka, naendelea, lakini sijaitwa vizuri katika huduma. Lakini ghafla ilikuwa inanitokea kuvimba miguu yote na mikono, na hali ni ngumu. Nilipofika hospitali, kabla sijaenda hospitali, niliota ndoto. Mungu akaniambia, huu ugonjwa wa uvimbe ni uvimbe mkubwa. Ukikuta miguu iko huku na huku, huo ndio ugonjwa ambao unaniathiri, na najisikia moyo unaenda mbio. Kwa hiyo muda wowote naweza kufa, kwa sababu mikono ilikuwa inavimba mpaka huku na huku. Nilipofika pale, daktari amejitahidi akashindwa. Ndugu zangu wakala njama, na yeye akasema, hii hali
usimpe dawa yoyote, ili tumkomeshe ulokole wake, alafu tumpeleke kwa mganga wa kienyeji au tukamtambikie. Hii hali sio ya kawaida. Na wakaanza kushawishi. Daktari akaja akaniambia, dawa duniani kote haipo, wasikilize ndugu zako alafu ili uweze kupata nafasi. Nikamwambia okay, waite waje. Wakaja wakasema, sasa sikiliza, daktari amekwambiaje? Nikamwambia ameniambia hakuna dawa kwa ugonjwa huu. Nimevimba, siwezi kusimama, hali ni ngumu, mikono hali ni ngumu, huwezi, unajua imevimba kweli kweli na ni ugonjwa wa kuua mtu. Wakasema kuna mganga mmoja ukapate dawa mara moja na ulokole wako nyamaze. Babu na wengine wote wamekaa pale, dada zangu, kaka zangu, wakasema hilo ndio, kama unabisha tukwache. Nikamwambia sikilizeni, kama ni kifo hakitaanza na mimi. Kuna watu walishaanza kufa muda mrefu, na kama wamekufa muda mrefu kuna aliyezuia. Kwa hiyo kama ugonjwa nitakufa mimi, na uhakika kwamba nikiitwa hukumuni kwenye roho yangu nina amani. Kama ninyi ndugu mnasema huko siwezi kwenda na sitajaribu, wakati mama ni ameondoka, ameenda akachukue nini, yani matumizi ya pale hospitalini, wakanivamia, wanaongea wanavyotaka. Lakini nikasema sihitaji mganga yoyote wala tambiko lolote, mimi niacheni. Kama nikufa acheni nikamuone Mungu mbinguni peke yake. Mama alitamani kuja kunipiga kofi. Kwani unajibu babu yako, baba na nani wote wamejaa. Akasema usiseme hivyo mwanangu, tunakupenda. Nikasema upendo wenu ni mzuri sana, lakini naomba msinitenganishe na Mungu wangu. Baba akasema kupiga siwezi kwa sababu ni mgonjwa sana. Akainuka akawaita wote pale kwa daktari, wakaondoka wakasema wewe sio mwanangu na sikujui na sikutambui. Wote wakaondoka na akamwambia nikiona mtu hapo amekaa hapo, huyo na mimi tutaenda sambamba. Watu wakaogopa sauti ya baba, wakaondoka na babu wote wakaniacha. Walipoondoka nakwambia, unaona, nilikwambia kama unataka kupona usife, nitakuponya ukanitumikie popote nitakapokwenda, nitakapopenda nikwambie nenda. Nikamwambia mimi kazi yangu nilikuwa niko tayari Mungu. Walipoondoka masaa 3-4 yaliyopita, uvimbe ukaanza kushuka, uvimbe ukashuka takribani masaa 8. Wakati nimevimba kwa muda mrefu, na kwambia uvimbe ukaisha. Mama anaporudi, huyu hapa anarudi anakuta uvimbe umekaribia kuisha. Nikamwambia sasa tunaenda nyumbani. Na watu walipofika nyumbani wakatangaza msiba. Kwa hiyo kama kuna vitoto vinacheza, wanasema ndio huyo kafu. Yaani hata michezo ya watoto walifikiri mimi nimefariki. Wangali wakizubazuba, wakaniona natembea naingia kijijini kwangu namna hii. Kwa nimeponywa ili nimtumikie Mungu aliye hai. Na tangu hapo magonjwa ya kuvimba miguu na mikono sijawahi yaona, kwa sababu niko tayari kumtumikia Mungu mahali popote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nimesema ushuhuda. Kwa shetani alikuwa ameweka kizuizi, lakini Bwana Yesu akakiondoa ili makusudi tuweze kumtumikia Mungu. Sura ya 7, unabii ni sauti ya Mungu. Biblia inasema sura ya 7 Wafalme wa Pili. Biblia inasema Elisha akasema lisikieni neno la Bwana. Bwana alisema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeri na vipimo viwili vya shairi kwa shekeri langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akimtegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hilo silingewezekana? Akamwambia, angalia, huyu ni Elisha anamjibu, angalia wewe utaliona kwa macho lakini hautakula. Wakati huo Samaria na watu walikuwa na njaa kali ya miaka mingi karibia 7, na walikuwa wanaua watoto wao wanakula, na kulikuwa wanatumia mavi ya njiwa, wanasaga wanakula, maana ni miaka mingi chakula hakuna.
Lakini sauti, Mungu kabla hajawapa chakula akamtokea Elisha, akawaambia kesho panapo wakati huu chakula kizuri na unga mzuri utauzwa kwa nusu shekeli na kila mtu ataupata. Askari ambaye ni yeye anategemewa na mfalme wa nchi akasema, Elisha, fumba mdomo wako, kwa sababu miaka mingi tunateseka na njaa. Unga mzuri utauzwa kwa nusu shekeli. Hata ungesema shekeli 10 ngapi, haisingewezekana. Labda Mungu atoboe madirisha ya mbinguni, atushushie kutoka juu mbinguni. Akamwambia, ukabishana na nabii wa Bwana. Akamwambia, sasa nisikilize, watu wote watakula huo unga, ila wewe nakupa nafasi moja tu, utauona kwa macho lakini hautakula, kwa sababu umepingana na Mungu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yaani usipingane na neno la Mungu ambalo Mungu anazungumza kwa watu. Yule mtu alifikiri Elisha anatania. Hakutania wala. Angalia Mungu alichokifanya mstari wa 8. Twende tusome jamani, nunueni Biblia, tembeeni msome Biblia. Mstari wa 8, mfalme akamwambia Ezekieli, chukua zawadi mkononi mwako. Yaani chukua nani? Okay. Ni 7:8. Twende pamoja. 7:8. Anasema basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala wakanywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakaficha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakachukua vitu, wakaenda wakaficha. Ndipo wakaambiana, mbona haya tufanyayo si mema? Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza mkingoja hata kutakapopambazuka. Madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Naomba niachie kwanza, nafikiri wewe utaendelea. Hapa kulikuwa na wakoma 4 wakati wa njaa. Wameenda porini kwa maana wametengwa. Lakini Mungu akachukua nafasi, akaenda kwenye nyayo za miguu ya wale wakoma, akaweka kishindo kikubwa. Wakati wa Shami wamekuja kupigana na Israeli. Wanapokuja kupigana na Israeli, wale wa Shami walipokuwa wanasikia wale wakoma, wakasema, tukikaa hapa tutakufa, tukienda mjini tutakufa, afadhali tuende kambi za wale wa Shami, kama watatua basi, tukipata msaada sawa. Walipoanza kutembea wale wakasikia kishindo cha magari mengi. Kumbe Mungu ameweka lile neno la nabii Elisha limeingia kwa wakoma. Wakitembea wanasikia ardhi inatetemeka, na kuambia Washami wakatoroka, wakakimbia, wakaacha unga mwingi sana, wakaacha vitu vingi sana, alafu wakakimbia. Wale walipofika wakakuta vitu, wakala wakashiba. Walipokula wanashiba, wanaendelea kufunguliwa. Walipokula wakachukua vingine wakaficha. Kambi ya pili wakaficha, wakasema haya tunayofanya sio mema. Leo ni siku ya Jumapili, twendeni kwa mfalme tukamwambie, bwana, kule kuna vitu, kuna chakula, kuna unga. Wakaenda wakamwambia mfalme. Mfalme siku hiyo hiyo akachukua farasi na magari na vitu vingi, wakaenda wakachukua ule unga wa Washami ambao hawakulima wao, wakaleta mjini. Walipoleta mjini, Biblia inasema ya kwamba wanataka kugawia watu. Wakachukua mfumo wa kuandika majina ya watu. Wanaandika majina na ukoo. Yule akida aliyombishia jana Elisha akasimama mlangoni. Haya, Jeni Yohana njoo. Petro Flomena njoo. Kanijo Wakanijo njoo. Yaani wakati wanasema hivyo, wale wakasema miaka 7 hatuna chakula, huyu kazungumza hapa anakaa anatufanya nini? Wakaenda kwa nguvu, wakamkanyaga akafa, wakachukua unga wakaenda kula. Naongea na watu hapa. Sikiliza, anaposema na kwenda mbele yako kuondoa kizuizi, maana hata huyu akida alikanyagwa watu wapate chakula. Unajua sasa kwenye maisha yako, kwa nini ufanikiwi? Mali imefichwa gizani. Ngoja nikwambie kitu kingine ili pengine uelewe. Ukisoma katika Injili ya Luka sura yake ni 5 mstari wa 4, anasema Yesu alipomaliza kunena na watu, akamwambia Petro,
tweka mpaka wapi? Kilindini. Lakini Petro alimwambia hivi, nimefanya kazi usiku kucha hata tusipate kitu. Unaona, hata tusifanye nini? Tusipate kitu. Kwa mamlaka jina la Yesu. Utasoma nyumbani. Kwa nini anasema hivyo? Maana alikuwa amechoka. Kumbuka, ziwa ambalo walikosa samaki usiku kucha, lakini kwa neno la Bwana akavua samaki. Maana tayari jicho la Yesu Kristo lilienda mpaka kwa wale samaki. Akamwambia Petro, kwenye kilindi kuna samaki. Kwa wewe tweka mpaka kilindini utapata samaki. Ndio maana hapa anaposema ya kwamba tazama nitakupa mali za gizani. Mungu alienda kuwapiga wafalme kabla hajafika Koreshi, kwa sababu ni Masihi wa Bwana, na yeye ndiye aliyetangaza uhuru wa Wayahudi duniani kote. Akawaambia rudini Israeli, na akasema nitajenga kanisa. Yeye ambaye ni kutoka Babel akaenda akamjengea Bwana kanisa, na Mungu akampenda. Unajua, ukifanya cha Mungu, wewe mwenye kampuni, ulioko chini, ulioko hali gani, ukigusa cha Mungu, uwe na uhakika Mungu ndiye atatangaza mafanikio yako, na ndiye atakaye kutangulia kwenye jambo lolote. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yaani Mungu akianza kukuongoza, ndio unaangalia zile hatua 7 ya kwamba tazama mali zipo, lakini zimefichwa kwa watu wenye nguvu. Zimefichwa na zinalindwa na jeshi lenye nguvu, na linalindwa kama cheo. Fedha zinalindwa, eneo la madini linalindwa, eneo lenye mafanikio linalindwa. Nataka nikwambie hivi, ulinzi uko sehemu za mafanikio. Sasa mtu kama wewe hauna nguvu, hauwezi kufanya chochote, kwa sababu wenye nguvu wanakalia. Mungu anachokifanya akamwambia Koreshi, hata kama wewe unakaa nchi hii, nakupa pembe 4 zote za dunia, kwa sababu umeahidi kunijengea kanisa. Wewe unayenisikia, unapotuona tuko hapa, usiache kanisa liishe bila kutuma mchango wako, ili Mungu aende mbele yako, akatiishe mafalme, akatiishe watu, akatiishe fedha, akatiishe madini, akatiishe baraka zije kwako. Kwa mamlaka jina la Yesu. Ni kweli umesoma, ni kweli una maisha, yani uko hivyo. Kwa nini ufanikiwe? Kuna kitu hujagundua kwenye maisha yako. Ndio maana nasema Mungu anawainua wale walioko chini, lakini watii. Ukiona unataka kujifanya unajua, utakula jeuri yako. Lakini kama uko tayari kumshirikisha Mungu na kumtii Mungu na kuogopa na kunyenyekea hata mbele za watumishi wa Mungu, na jiandae, utafanikiwa na utafanikisha mpaka ukoo wako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ningefurahi kama naongea na watu hapa. Anasema nitakwenda mbele yako na nitakupa mali zilizofichwa gizani. Sikiliza nikwambie, katika hao wanaolinda, kwanza Mungu atawatandika. Ina maana, ngoja nikwambie, kuna mtu mwenye nguvu na ana fedha, Mungu yuko tayari kumtandika mpaka afe. Atakapokufa, mali alizoficha password inawekwa nje, na hata walioko chini na wao wanapokea, wanakuwa matajiri kwa jina la Yesu. Mungu usifikiri ni nini, hata iwe wewe ni nani. Ngoja nikwambie, na ndio maana kuna magonjwa. Sikiliza, madaktari wanaugua, pesa zinaondoka. Wanajeshi wanaugua, pesa zinaondoka. Mawaziri wanaugua, pesa zinaenda hospitali. Hizo zinazoenda zinagusa mpaka wanyonge. Mungu anajua kutingisha Bwana. Mungu anajua kutingisha. Mungu anajua kutingisha. Mungu anajua kupiga Bwana. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tena ugonjwa mbaya zaidi. Sijui umenielewa vizuri. Pungia mikono yako nisikilize vizuri. Mungu akisema na kwenda mbele yako, nyamaza, Mungu akufanyie kitu. Kwa sababu akitembea hivi, hata kama kuna milango ya chuma itafunguliwa, na nakwambia haitafungwa tena. Haitafungwa tena. Mungu akifungua, hakuna mtu anayefunga tena. Na Mungu akifunga, hakuna. Usikiliza, wanajilimbikizia fedha. Wanajilimbikizia fedha. Na hata kuna watu wengine, unajua, watu wenye nguvu, unajua, ngoja nikwambie, kila mmoja ni tajiri hapa. Tumekuwa maskini kwa sababu pesa zina watu wachache wanaoenjoy maisha, lakini watu wa chini tunaonekana vikatuni. Lakini leo katuni wako Yesu anauondoa, kwa sababu anakwenda mbele yako kusawazisha. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu wapindua wenye kiburi. Na ndio maana anamuinua nani? Anamwangalia mtu anaitwa nani? Anamwangalia Mariamu, anasema nitakupa wewe unayekaa mashambani, lakini Yerusalem nyamazeni kwanza. Naomba weka vizuri mike. Kwa mamlaka jina la Yesu. Mungu anajua wanyonge wawe watiifu.
Siku moja wakati natembea Kariakoo, kuna mtu mmoja, ni baba mmoja kipofu. Sasa huyu baba ni kipofu, lakini ana mwanae wa kiume karibia na miaka 15 hivi, amemshikia fimbo hivi, anaenda akiomba. Sasa huyu baba sijui alikanyaga kinini, papo akateleza, anataka kuanguka. Fimbo aliyoshikia, alichukua ile fimbo, akamwambia uko wapi? Asema niko hapa. Alipojua ni yeye, akamchapa sana. Baba, mimi naye kuongoza ananipiga. Sasa nenda nyumbani peke yako. Hivi sijui umenielewa vizuri. Naomba nirudie mfano. Yaani huyu baba ni kipofu na mwanae anamkokota Kariakoo akaombe. Sasa wanaenda. Yule baba, si unajua kule huwa wanakata vile yale manani yale minazi ile minani wanakata hivi tata unakula. Kalikanyage kateleza, anataka kuanguka. Alafu akamnyang'anya fimbo. Akamwambia uko hapa? Ndio wewe? Akampiga kabisa. Sasa mimi ndio nimekuleta hapa ili umeteleza. Baba, unanipiga jamani. Sasa nenda mwenyewe nyumbani, nenda. Kile kitoto kikaondoka. Kutoka Kariakoo kuna watu, kuna magari, kuna baisikeli, kuna mzee wa watu ataendaje? Kitoto kikatokomea mbali. Nenda na fimbo yako. Wewe ni kipofu na kuongoza mimi, afu unanipiga naye kuongoza. Mzee ana kazi, amekaa chini. Tumeenda pale, tunamwambia mzee, vipi? Yaani kijana ameniacha. Nikamwambia amekuachaje? Wakati anampiga tunamuona. Tukamwambia wewe umempiga mtu anayekuongoza. Hata kama uliteleza hujaanguka, wewe ungeendelea kushikilia kuongoze. Kwa sababu hapa kuna watu sasa takwaje. Nikamwambia hamna. Sisi tukaondoka tukamwacha pale. Lakini tulipokuwa tunaenda mbele, amekaa muda mrefu, tumefanya shughuli zetu. Wakati narudi mimi Kariakoo saa 9. Kuanzia saa 4 asubuhi. Ina maana saa 9 mtu mmoja ndio katika kilio chake ndiye amemwonea huruma na yuko juani. Ikabidi ampakie kwenye boda, amrudishe nyumbani na adabu juu. Unajua kuna vitu vinatisha. Yaani wewe unaongozwa. Alafu uko wapi? Anayekuongoza ndio unayempiga. Basi fimbo hiyo ulionipigia tembea nayo sasa. Ndio maana nasema hivi, ukitaka kuinuliwa kuwa mtiifu. Na ukiwa mtiifu, baraka utakazoziona ni za ajabu. Kuna mahali Mungu atakwambia nenda pale Magufuli bus terminal. Kakaa pale, unataka kusafiri kwenda Tabora. Ukifika pale basi linakuacha. Unaanza kusema hivi, kwa nini Mungu basi limeniacha? Kwa nini limeniacha? Kwa nini limeniacha? Kwa nini limeniacha? Ghafla anakuja mtu anayekujua. Halo mpendwa, habari? Naona safari. Unaelekea wapi? Bwana, mimi naenda Tabora. Anakuambia, mimi naona gari yangu kabisa. Alafu sina mtu unajua. Twende bwana. Yaani kwanza gari limekuacha, kwa mpole. Yaani unashangaa, ulitaka kuingia kwenye mabasi ya ajabu, pengine itaharibika njiani, unapata usafiri mzuri wa kutulia. Kwa nini? Kwa sababu umekuwa mtii. Na kama umekuwa mtii, kwa duniani utaonekana mjinga na mshamba, lakini uonekane mshamba ila Mungu akutangulie kwa jina la Yesu, ufike unakokwenda. Ngoja nikwambie, ili tuwe na nguvu ya akili, tuwe na nguvu ya neno la Mungu na tusiogope. Wakati tunapita kwenye mafanikio yetu, hakuna kumsamehe mtu anayepindisha, anayejenga ukuta mbele yako. Hakikisha unazunguka hata kama ni kwa siku 7. Hakikisha ukuta umevunjika. Hakuna kuogopa mtu hapa. Tembea, vunja kila kitu. Maana anasema nitavunja. Maana anapokuona unakomaa, ndio Mungu anazidi kuvunja. Akikuona umelegea, hawezi kuvunja. Na kutangazia uchumi wako usilegee, hata kama imekuache. Mungu atasimama upande wako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kuna watu wanaogopa majaribu. Usipojaribiwa na majirani, utajaribiwa na watoto wako. Usipojaribiwa na watoto wako, utajaribiwa na mawifi zako. Usipojaribiwa na mawifi zako, utajaribiwa na dada yako. Hakuna kuogopa majaribu. Songa mbele. Dunia ivunjwe, tusonge mbele, tufanye mambo mazuri kwa mamlaka ya jina la Yesu. Watu wenye nguvu
Yaani wenye nguvu ndio wanaoteka ufalme na ndio wanaofanikiwa leo. Yaani wenye nguvu hivi, ukimwangalia mtu yuko smart na haangalii mbele, haangalii kushoto kulia, amelenga kwenye maono yake. Shida ni kwamba hatulisikii neno la Mungu sawa sawa. Na ndio maana ukiangalia hata hapa kanisani tupo wengi, lakini wenye Bible ni wachache. Ni wachache, wengi wanategemea smartphone zao. Mwenye simu na mwenye Biblia, tukikutana na watu wakasema mnaenda wapi kanisani? Alafu huyu aliyebeba Biblia na huyu amebeba simu, anaenda kanisani ni nani? Unamaanisha aliyebeba Biblia anamaanisha. Na ndio maana ikifika ana notebook, ana noti vitu vyake na anasoma Bible. Huyu mtu ni wa Biblia moja kwa moja. Wiki iliyopita hapa tulikuwa na kijana fulani yuko hapa, ni msomi na anaelewa na anafanya kila kitu, yani anakalculate vitu vikubwa. Lakini alipofika hapa akasema, sikiliza, nimeajiriwa sehemu kubwa siwezi kukwambia, lakini niliwaambia inyeshe sinyeshe, mimi ni mtumishi mwema. Alhamisi, Jumamosi, yani Ijumaa ya mkesha, mimi sipungua. Ni bora kazi niache, lakini naomba Alhamisi yangu saa 9 iheshimiwe. Sasa ndinga anayetembelea unafikiri ndogo? Ukimheshimu atakuheshimisha. Ukimweka Mungu chini, ukaweka mambo yako juu, na atakuweka chini. Lakini leo nazungumza nini? Mungu anamwambia Koreshi. Mungu anasema na wewe, sio Koreshi tena, ya kwamba ile nchi iwe imekuaje. Hata imekuaje tangu zamani, nje Iraki huwa ilikuwa inatekateka watu. Lakini naomba niseme pamoja na hayo, Mungu alimpa mfalme kutawala dunia nzima. Na ili utawale, lazima Mungu akuunganishe na watu wenye fedha, watu wenye nguvu, uunganishwe na majeshi, uunganishwe na watu mbalimbali kwa ajili ya kumiliki. Yani uwe na sehemu kwao. Kwa hivyo ngoja nikwambie, Mungu anaweza akafanya. Wewe una mwanao umepitia shida, ukashangaa mtoto wa rais anakuja kuchumbia mtoto wako. Akishachumbia mtoto wako, anaenda kwenye ufalme. Unashangaa na unaingia ikulu siku moja. Haijawahi tokea. Mungu ana njia nyingi hazijawahi tokea. Wewe watu wanakupimia, majirani wanakupimia, maadui zako wamekupimia kidogo. Acha wakupimia kidogo, kwa sababu hawajui kutoka kwako juu mbinguni una agano gani. Lile agano liheshimu, kuwa mtiifu, alafu simama na Mungu akutetee kwenye maisha yako. Yule mzee akaachwa Kariakoo. Kuna watu wameachwa Kariakoo. Ngoja nikwambie, kuna watu leo hata ukisema hivi namsaidia, hakika utamsaidia, utachoka, alafu utaondoka taratibu bila kuaga. Maana hainuki. Yani hainukagi. Muulize Petro na Yohana, walipomkuta yule kiwete wakamwambia, sasa tusikilize sisi. Akasema, mimi bila pesa sisikilizagi mtu. Wakamwambia, hatuna kitu sisi wala fedha dhahabu, ila kuna kitu mbadala tunakupa. Ni nini? Kwa jina la Yesu simama uende. Anasema ya kusimama tena, yeye akamshika mkono, kwa sababu aliwaelewa, akaanza kusimama. Kwa hiyo mtu anayeelewa atainuliwa. Na niseme leo, sisi sio wadogo, sisi sio mkia, sisi ni kichwa. Anakwenda mbele yako kutiisha mafalme. Hata hapa tunapokuepo haikuwa kazi ndogo, maana Mungu amepambana na Mungu ataendelea kupambana. Mungu ataendelea kupambana. Hapa tunapofika Mungu anapambana. Mungu apambanie maisha yako. Hautakuwa mdogo, utakuwa mkubwa, utakuwa mkubwa zaidi. Baraka zitaambatana na wewe. Lazima wenye nguvu wapigwe. Lazima watu wapigwe chini. Lazima wenye nguvu wapigwe chini ndio tuzipate. Kuna watu mali wamehifadhi tangu wakiwa wadogo. Unajua zitapatikanaje? Mpaka Mungu aende akavunje hiyo password. Asipovunje hiyo password, hiyo pattern, hatuwezi kupata. Na ndio maana nguvu ya Mungu na ya mwanadamu ni tofauti. Nguvu ya Mungu ukisailenza unapokea, kwa sababu ashapiga. Mfalme Koreshi alipokuja Tanzania akawashinda, akaenda nyingine akawashinda, akaenda dunia yote akawashinda. Akamwambia, leteni kodi, lakini hiyo fedha nyingine inaenda Yerusalemu. Kwa hata wewe kwenye kazi yako, maadui zako wakamate kazi yako, useme nyingine inaenda KJY Goba, kwa sababu nataka nimtumikie Mungu. Alafu utaona njia zinafunguka, zinaendelea kufunguka. Usiangalie mawimbi ya bahari, angalia Yesu.
Na Yesu ni mzuri Bwana. Akiona wewe uko hivi, hata kama yuko na wanafunzi, analala kwanza aone unamtaja nani. Kama unamtaja babu, anaendelea kulala. Ukimtaja mama, anaendelea kulala. Lakini ukisema Yesu tunaangamia, huyu hapa kaonekana. Biashara yako isiangamie, watoto wako wasiangamie kwa jina la Yesu. Yaani kila chochote unachotarajia kisiangamie kwa jina la Yesu. Mimi nataka niseme wewe ambao ni mfanyabiashara mkubwa, kwa sababu unatusikiliza, utaendelea kuwa mkubwa. Na watu hapa hii huduma wanasema pengine ni huduma ndogo. Hapana, Mungu ameniita, na wanaokomana huduma hii washafanikiwa, wameenda parefu, ili mradi wanasikia. Lisikieni neno la Bwana. Kesho panapo wakati huu, anasema unga utauzwa kwa bei nafuu. Na mimi nataka nikwambie, mpaka mwezi wa 10 utakuwa unasimulia baraka nyumbani kwako. Mpaka mwezi wa 10 historia itabadilika. Mpaka mwezi wa 10 baraka zitakuwa zinaonekana. Krismasi ya mwaka leo utakula kitajiri. Krismasi ya mwaka leo utatembea kibosi. Krismasi ya mwaka leo kuna nguvu inatenda kazi kwenye maisha yako. Wateja waliopotea watarudi kwa mamlaka ya Yesu. Waliokusahau. Kwa nini huyu anatawala dunia? Na mimi nataka niseme wale waliokufungia nini, waliofunga wakabloko namba yako, wataifungua leo kwa jina la Yesu. Kuna dada mmoja yuko pale Mwenge, aliishi na mume wake, apata watoto 2 katika ndoa, akafariki. Tunakutana naye hapo, ana miaka 8. Alipofiwa na mume wake, wale ndugu wa mume wake wakageuza, umemuua ndugu yetu. Yaani unajua kuna vitu sio vizuri Ati umemuua mume wako, umemuua mtoto wetu baki, ili utawale hiyo nyumba na hivyo vitu. Yule mama akasononeka sana. Kwa hiyo amekaa miaka 8, watoto wake tayari wanasoma, wanaendelea huko. Anasema niko hapa mtumishi wa Mungu, sipigiwi simu. Upande wa ndugu zake nao alikosaliwa wakamwambia, tunasikia eti umeua mume wako ili upate kumiliki, na hapo hatuji hapo ndio hatukanyagi. Anasema hata ukimwaga kitu cha kuteleza hivi kama siji mlenda siji nini, yani hata hilo la kuteleza litatupitiliza kwako, hatuwezi kutua. Kuna maneno mazuri jamani au mabaya? Yani kwako hatuji. Yule dada aliumia moyo, mwili, akili. Yani ile psychology ikaathirika. Sawa. Nilipomwona nikamwambia Mungu ameelezea, nilijisikia kumwaga machozi kidogo. Umeua mume wako? Nikamwambia mimi ni nabii, ngoja niombe kama umeua, na kama hujaua majibu nitapata. Nilipokuwa nimeomba nikamwambia mume wako kwanza alikuwa na uvimbe mara ya kwanza, akafanywa operation akapona. Na mara ya pili alikatwa tumbo, ndio? Akasema ndio. Lakini kilichomuua ni ini ambalo lilikuwa limeathirika kiasi ambacho wale walishindwa kutiba, lakini lilivimba ndani. Hilo ndio limemuua mume wako. Kwa wewe unapoambiwa muuaji sio muuaji, usiangalie maneno aliyoambiwa muuaji. Naomba unisikilize siku ya leo, na Mungu atafanya mapya kwako. Yule mama akasema ni kweli, hayo uliyosema ni kama ulikuwepo. Kabla sijasema, yule mama akapiga magoti akasema Mungu wako anirehemu na anisaidie. Nikamwambia Mungu atatenda, simama tu. Akasema sisimami mpaka uniwekee mkono kichwa. Nilipoomba nikasema Mungu, wale wote waliomuita muuaji leo wamuone yuko salama, na wampigie simu tangu sasa. Nafungua hizo simu zote, maana hata akipiga anasikia ina nani, amewekwa blacklist. Kwa hiyo inaita kidogo alafu nasema inatumika. Kwa ndio hivyo maisha yake. Hata akituma message hawapokei. Nilipomaliza tu, baada ya masaa 2 akashangaa nyumbani wanampigia simu, eti uko salama. Wakampigia, wakafunguka kule alikozaliwa. Amekaa siku ya 2, ya 3 wakampigia kwa mume wake. Na walipompigia kwa mume wake, siku ya 4 wakaalikana, wakaenda pale, wakamletea gari dogo ambalo lilikuwa wakati ni special.
Nakwambia akamletea special pale nyumbani gari. Akapokea, anasema wananisanifu nini? Akaenda pale uani, akasema mtumishi wa Mungu ameniletea na gari. Watu wanataka kuniua nini? Omba uone. Nikamwambia ala, juzi tuliomba wakuulie nini tena? Wakuulie nini? Nikamwambia ipokee hiyo gari kwa mikono miwili. Anakuja kuona kuna zawadi 1,500,000. Akaongezwa mwingine akatoa tena 200,000, mwingine atoe 50,000, mwingine yani kwa hiyo hela ikawa nyingi pale. Mawasiliano yakarudi pale pale. Siku hiyo moja moyo wake ulifunguka ukapona, kila kitu kikapona. Maana yake nini? Mungu alienda kuwatingisha kule, alienda kuvunja kule, alienda kuvunja password kule, alienda kuondoa blockade. Mungu anakwenda kuletea baraka. Na mimi nasema kwenye maisha yako hakuna huzuni, hakuna kilio, hakuna mateso, hakuna maumivu, magonjwa ya kila aina yote. Kwa jina la Yesu Kristo naachilia nguvu ya uponyaji, naachilia nguvu ya mawasiliano, naachilia nguvu ya mawasiliano, naachilia nguvu ya kufunguliwa, naachilia nguvu ya kusonga mbele. Wagonjwa wote wanaotusikia leo wanapona kwa jina la Yesu. Watu walioko chini leo watainuliwa kutoka chini na kwenda juu kwa jina la Yesu. Kuwa mtiifu. Mungu anaenda kuponya familia yako, anaenda kuponya maisha yako, anaenda kuponya roho yako, anakwenda kuponya nchi yako, anakwenda kuponya mahali pako. Wapangaji wenzako watangazie, mimi sio yule wa jana. Waambie mimi sio yule wa jana. Wale majirani zako waambie mimi sio yule wa jana, mimi ni wa sasa. Kwa mamlaka jina la Yesu. Zaidi. Hebu niwekee kidogo bwana. Naomba kidogo kidogo zaidi. Ametenda zaidi. Jamani watu wa Mungu, pungia mikono yako namna hii. Ametenda zaidi. Atakutendea. Kuwa mtiifu. Zaidi ametenda zaidi. Naomba weka chapo hapo. Watu wote tusimame maana tunakaribia kwenda kuomba. Usio mfano wa kipofu ambaye alimpiga mwanae kamwacha Kariakoo. Mshikilie Mungu. Hata kama unaona jana hakukupa, lakini leo atakupa. Yule mama kafunguliwa na sasa hivi pale Mwenge yeye ana biashara nzuri na yuko vizuri. Ndugu zake wanakuja, lakini Mungu Bwana si asimani. Kuna mtu mmoja ametoka Canada, yeye ni mtalii. Alipofika pale akamwambia mama, mbona una machozi mengi sana? Akasema mume wangu alikufa. Akasema mimi nimekuja Tanzania, nataka kuishi Tanzania. Unaonaje uwe mke wangu? Nilienda kushuhudia ndoa yake aise. Nikaenda pale Skanska, nikakuta harusi inafungwa, yeye na mzungu. Unajua machozi huwa yanajibiwa bwana. Machozi huwa yanajibiwa, ila tegemea Bwana Yesu. Yule mama ameolewa na mtu kutoka Canada. Maombi bwana. Ndio maana nawashangaa watu wakifika kanisani wako hivyo. Hawaombi. Sasa utapewa. Sikiliza, mkono wa kuomba ndio wa kupokea. Kama hujaomba hauwezi kupokea. Anayeomba ananyosha mkono. Anayeomba ananyosha mkono. Kwa hiyo kanisa hili nataka liwe le maombi 90%. Geregere kwa Yesu. Naomba usogee miguuni pa Yesu. Walionielewa pungia mikono yako namna hii. Hatua ya kwanza inasema Mungu huwainua wanyonge watiifu. Elisha akasema neno la Bwana linasema hivi, kesho panapo muda unga utauzwa kwa bei nzuri. Mmoja akakataa akapoteza maisha. Waliokubali wakala na kuishi. Lakini maneno ya Isaya yakaenda kwa Koreshi, akayapokea, akatawala dunia yote. Na watu wakapigwa, akachukua mali za giza. Mali zimefichwa. Lazima tuwe na nguvu ya Mungu ndio tumiliki. Sema amen. Wanaotaka kumiliki weka mikono yako juu namna hii. Kuna nguvu ya Mungu inatangulia maisha yako. Weka mikono juu namna hii. Unataka kumiliki weka mikono juu. Weka mikono juu aisee. Umaskini ni mbaya aisee. Umaskini ni mbaya. Ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Naomba utajiri, wewe uliotajirika endelea kutajirika. Na wewe ulioko chini unainuliwa uwe tajiri kwa jina la Yesu. Naomba niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu, tenda zaidi, zaidi, zaidi kuliko tunavyotarajia. Kwa sababu wewe ni Mungu wa baba yetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo.
Hakika wewe ni Mungu unayejali maisha yetu na unatupenda. Umesema na Koreshi, na Koreshi alifanikiwa kuitawala dunia kwa neno lako, na sisi dunia yote ije iwafikie hawa watu na kuwabariki wakapate mali na fedha nyingi. Neema yako na utiifu wa kulitii neno lako ukaongezeke, ukaongezeke, ukaongezeke. Utajiri wa kimataifa ukaongezeke, 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 ukaongezeke. Pokea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Pokea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Biashara kwa jina la Yesu. Opportunity pokea kwa jina la Yesu. Tangu sasa Mungu akutendee. Tangu sasa akupe baraka nyingi, akupe neema, akupe za kutosha, maisha marefu, magonjwa yaachie, laana ziachie. Tangu za milango iliyofungwa mbele yako ya mafanikio ikavunjwe. Mlango uliofungwa unaozuia mafanikio ukavunjwe. Vunja makomeo, vunja machuma yote, vunja shaba, vunja kila kitu ili watu wafanikiwe. Vunja kona zote, vunja mashariki, vunja magharibi, vunja kaskazini, vunja na kusini, kama ulipotenda Afrika ya Mashariki ya Kati, ukamwinua Koreshi na akatawala dunia. Na hawa walioko hapa wanakwenda kuwa kimataifa, wanakwenda kuwa na baraka. Hakuna kifo bali ni uponyaji. Pokea, 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 pokea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mmoja aitikie amen. Wangapi wanaosema nimepokea? Hiyo mistari ukifika nyumbani endelea kujifunza kwa umakini zaidi. Utakuwa umepokea vitu vya maana sana. Sema amen. Sijasikia amina. Sijasikia amina bado. Sijasikia amina bado. Mungu wangu mashariki, magharibi, kaskazini na kusini akuletee baraka zote, maana zipo. Pokea kwa jina la Yesu. Asanteni sana. Maisha mema, baraka ziende nanyi. Mungu ameshaponya, Mungu ameshakutajirisha, Mungu ameshakufanikisha, Mungu ameshakujaza roho wa Mungu, na Mungu akuongoze uwe masihi wake. Asanteni sana.